lakini kwa sababu amevaa nuru ya Mtume Muhammad kwa haraka unaweza usimjue, lakini katika wasanii wetu wakubwa wa kale, na alikuwa akiimba music kabla hata ya kina Diamond, na alihiti akiitwa Kalpi kama sijakosea. Kuna wimbo mimi najua mmoja tu unasema imekaa vibaya, bado haijatulia. Mnajua hiyo nyimbo hiyo? Mnaijua? Huyu hapa mbaba wetu. Umefahamiana vizuri? Sasa kupitia yeye wamekuja vijana wetu wamesoma Qur'an kwa sauti nzuri sana. Wakaja mabradha wetu wakawa wanaghambi, yeye mwenyewe alikuwa akitizama pale amehesabu anatabasamu. Nafikiri dunia imeona kwamba kumbe katika dini kila kitu kipo, kwa sababu nyimbo zilizokuwa zikiimbwa hapa ilikuwa ni za kumsifu Mtume Muhammad, kumtukuza Allah. Sasa kwa sababu ilikuwa ni mambo yake, alikuwa akiwatolea macho sana chuma cha Mkuranga na Sheikh Omar Muhia pamoja na mdogo wake. Kwa hiyo leo imekuwa ni siku yake, na ni Allah ndo ameandaa kusakiliwe hivi. Kwa hiyo kule si mchezo, kwa sababu huku tunaimba shehe tunapata thawabu, hatupati sana pesa. Hapa kaimba mtu kapata hela kidogo na kaja kutunza chuma cha Mkuranga. Kule ulikuwa ukipata mamilionea. Kwa hiyo tunasema imani yako ni kubwa, kwa sababu kukimbia kule si mchezo. Ya al-asaf, kuna wengine wakisoma Qur'ani uzuri, wakidhani uzuri, wanatoka huku wanakwenda kule. Si tunasema wale wamepotea sana. Lakini huyu tunasema Allah kamchagua na kafuata ile ruti. Vijana wanasema haina magumashi, iwe ni jamati pedal jamati, iwe ni wapi, iwe ni anga, iwe ni baharini, kote kasafiri kwa ajili ya dini. Ni kwamba wamefanya maamuzi makubwa. Nasikitika tu mimi yana al-asaf, bwana mmoja sijui ndo anaita producer sijui, au sponsor wa music sijui, ashaacha biashara hizi. Na huyu ni ndugu yetu, tupo naye katika kazi ya da'wa, anaitwa Sheikh Kemi. Na kuna mtangazaji zamani alikuwa akitangaza sana mambo ya music, anaitwa Saleh Seigoni. Wale watu wa mambo hayo wakifuatilia haya wanawajua. Huyu naye aliacha keshi biashara ile, ni mtangazaji hodari, akawa anatangaza TV Imani na Radio Imani, na hata mimi ashawahi kuja kunifanyia vipindi. Wote wamekuwa askari wa Mtume Muhammad. Sasa huyu bwana Sheikh Saleh Seigoni na Sheikh Kebi wakanambia Othman Michael, mtizame Kalpi kaacha muziki, inawezekana. Sasa wewe tunakupa takaza kwa ulimi wako, tumeandaa kundi ya siku 3. Wiki hii tutatoka na Diamond Platinum. Ni kwa zamani kidogo, na tushafanya tashkili yake, yupo tayari. Nasikitika katika kundi ile nikatoa udhur, kwa sababu kulikuwa kuna kundi ya Masri ilikuja na mimi katakiwa kufanya tarjama Tanga. Sikujua kwamba walitumia muda au ilikuwa vipi, lakini nilitamani na mimi nitumie, kwa sababu zamani nilikuwa mimi pale markaz, kukija wale watu hususia wale, basi natumiwa. Mfano imamu wa msikiti wa Lindi, awal marra 3 yake ya mwanzo, nikamwambia kuna imamu utoke naye akanolewe fikra. Nikatoka naye Sheikh Wesu, akapenda sana fikra, na ndo chanzo cha mimi kuhutubu sana pale Lindi, kwa sababu tulitoka Bagamoyo. Lakini pia mzungu mmoja ambaye alifikia kwangu, mzungu huyu ikabidi tumpeleke fi sabilillah kabla ya kusilimu.
Sharti alonipa ni moja tu, kwamba ile kukunja tahiyatu hataweza tumbebee kigoda cha kukaa. Sallu ala nabii. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo na waimbaji wengine wachukue mfano kutoka kwetu. Huku kuna kila kitu, na sisi ambao tumepewa neema ya Qur'an, hasa ndugu zetu waliotangulia kusoma Qur'an, cha kwanza hadi ilotolewa, anayeshikamana na Qur'ani hawezi kufa kifo kibaya. Hilo la kwanza, kifo cha udhalilifu hatopata. Lakini pia mahir ala alqur'ani, mtu hodari wa Qur'ani kuisoma, atakuwa pamoja na waandishi watukufu siku ya Kiyama. Na ikaja tawili, mtu yoyote ambaye amepewa neema ya Qur'an na akamuona yoyote alopewa jambo la kidunia amebahatika zaidi kuliko yeye, atambue ameidharau neema alopewa na Allah. Sawa, anohifadhi maneno ya Allah, faqad istadraja an-nubuwwa fi jambaihi ma lam yuhafi. Ukihifadhi Qur'ani una maneno ya utume, sema upati wahai. Kwa hiyo pia rai yetu ya kwenye vitabu inasema haifai msomi wa Qur'ani, hafidhi wa Qur'ani akajijuharisha, akajifanya mjinga pamoja na wajinga wengine. Tutamshangaa msomi wa Qur'ani mishipa imemtoka naye kwenye Simba, Yanga, anatangaza mpira. Hapana, habari kama hizo. Lazima awe mtu smart, lazima awe mtu wa pekee, asijichanganye awe hivi. Akiwa hivi, baraka zote za Qur'ani zitampata kabisa kabisa kabisa. Kwa hiyo jambo mlolishika ni kubwa, na watu wanakula na kuvaa kwa jambo la Qur'ani. Acha pengine Tanzania tumechelewa kidogo, hebu safirini nje kidogo, mtaona thamani ya Qur'ani kwa kari wa Qur'ani. Nilikuwa na rafiki yangu Ankoidi, siku moja akaniambia maneno mazito. Ananambia hivi, Sheikh Othman, mimi huwa nikisafiri, nikienda nje, Pakistani wapi, kwanza najisahau kama Mtanzania, ile istiqbal. Siku nikihisi napanda ndege kurudi Tanzania, hata nafsi yangu naichukia na kuwa mnyonge kabisa. Bado hapa hawajaiona thamani ya Qur'an. Lakini nyie shikamaneni nayo, shikamaneni nayo Qur'an. Chuma cha Mkuranga, Sheikh Omar Muhia ni watu wa Qur'an, wanasimamia Qur'an, wametoa material ya watu wa Qur'an. Kwa hiyo watu wa kheri, ila wasife sasa hivi, Mungu awahifadhi, ila wakifa, kwa sababu watakufa, lakini hiyo iwe ni fil mustakbal, sio sasa hivi tena. Isiwe sini tamfisi sheshabi, iwe taswifu, iwe saufa. Wakifa mtaona hadhira zitakazwa kusanyikia kwa heshima ya Qur'an. Wana roho za watu wengi. Nilikutana na kijana mmoja anasoma, alituswalisha alfajiri kwenye mkesha Chanika. Kijana yule sheshabi ulikuwepo na wewe, ile Mzanzibari, anasalisha kule kwa Uthman Mali. Anasoma huyo, katika kusoma ananipenda na mimi nampenda. Thendi akanambia sisi katika vijana wa Sheikh Omar Muhia. Nikasema anatisha Sheikh Omar Muhia. Maneno ya Allah tu, maneno. Ndio maana Mirsabu akajitambulisha, kaona kule hakuna mpango. Sasa wapenzi wake wote wamfuate, wamwambie umeona nini, wamng'ang'anie, wamng'ang'anie. Na ninakwambia kila kukicha ni wengi wanatoka kule wanakuja huko. Unabisha, sio Osman Maiko naye sikatoka huko kanisani au vipi? Kaja huko. Sallu ala nabii. Karibu Amirsab, tupe fikra kidogo, tupe na introduction kidogo. Bismillah, nahmaduhu sallallahu rasulil karim. Alhamdulillah, ndugu zangu wapenzi tukufu wa Kiislamu, tumshukuru ni Allah ametukusanya katika mkusanyiko kama huu mzuri. Tumestafidi, mashaallah. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe ndugu zetu makali
ndugu zetu walikuwa wanatupa maneno mazuri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sote shekhe wetu Sheikh Uthman, Allah subhanahu wa ta'ala mkubalie. Ndugu zangu, Allah ameweka mafanikio ya wanadamu katika dini. Dini ikipatikana katika maisha yetu tutafanikiwa, na dini ikikosekana katika maisha yetu hatuwezi kufanikiwa. Watu wanajua kwamba mafanikio labda yapo katika kumiliki vitu katika vitu vya kidunia, labda mtu akimiliki pesa nyingi, lakini ndugu zangu, hakuna matumizi ya pesa baada ya kufa. Naam. Matumizi ya pesa katika dunia, utanunua unachotaka, utavaa unachotaka kutokana na pesa, lakini baada ya kufa hakuna matumizi ya pesa. Kadhalika unaweza kuwa na majumba mazuri na ukatamani majumba mazuri, lakini baada ya kufa hakuna matumizi ya nyumba, ni mwanandani. Kwa hiyo Allah jalla jalalu kwa ajili ya hili akatuma mitume alayhi salatu wassalam kuja kuwafahamisha wanadamu ufinyu wa dunia na wasa mpana wa akhira. Kwa dunia muda mchache inakwisha, lakini akhira ni yenye kubaki. Kwa mitume wakaja na neno moja tu, enyi watu tamkeni la ilaha illa Allah mpate mafanikio. Kweli waliokubali maneno wamefanikiwa, na wale wakataa wameangamia. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mtume wa mwisho, ametumwa na akatoa mfano, asema mfano wangu mimi na mitume wote waliotangulia ni mfano wa mtu aliyejenga nyumba nzuri, watu wanapita wanashangaa ile nyumba, lakini katika kipembe kimoja kuna tofali hajikamilika, limeacha kuna tobo. Yani nyumba nzuri lakini ina tobo. Sasa watu wanasema nyumba nzuri, lakini ukifika kwenye tobo tu wanaitwa kasoro. Sema lao hapa kungekuwa na tofali. Mtume sasa akasema mimi ndio tofali na mimi ndio muhuri wa mitume wote. Kwa sisi kufanikiwa kwetu kwa katika imani iliyokuwa madhubuti, yaqini juu ya Allah kwamba Allah ndio mfanyaji, amefanya, anafanya na ataendelea kufanya. Yeyote asiyekuwa Allah hawezi kutunufaisha wala kutupa madhara, yadhuru wa yanfa'u. Yeye anamiliki madhara na yeye anamiliki manufaa peke yake. Anatulisha, anatuvisha. Kula kwetu sio harakati, kwa sababu dukani kuna wakulima wanalima, kuna nafaka madukani tunanunua, tunakula kwa sababu Allah anatulisha. Tunavaa kwa sababu Allah anatuvisha, tunatembea Allah anatutembeza. Hakuna tunachofanya sisi kama wanadamu. Lazima ipatikane nini? Nguvu ya Allah juu yetu. Kwa hiyo imani ni jambo kubwa sana ndugu zangu, na maharibiko yote ni upungufu wa imani. Kwa sababu leo juhudi ya imani imedogeshwa, lakini imani, mtu akifa bila imani anaenda jahannam milele na milele. Na ndio juhudi ambayo imedogeshwa. Maana ukizungumza juhudi ya imani unazungumza juhudi ya moyo. Vipi moyo wako utasalimika? Vipi moyo wako utatengenezeka? Lakini hicho iliyotambulika juhudi ya tumbo ndio juhudi ambayo ukikaa una juhudi, watu wa nguvu nyingi sana. Vipi nitakula? Vipi nitavaa? Lakini sio kwa sahaba radhiyallahu anhu walitoa juhudi kubwa kwa ajili ya kutengeneza imani na wengine kunufaika na imani. Na hata Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliwatanguliza ndugu zake wa karibu. Hata ilipotokea vita dhidi ya maadui, akatokea mmoja katika maadui, basi katika upande wake alikuwa anamtoa Ali bin Abi Talib, akumbakisha nyuma kwa sababu imani kitu cha thamani. Katika vita vya Muta akamtanguliza ndugu yake Jaafar radhiyallahu anhu, na akamkuta na majeraha 80 ya panga na mishale na mikuki katika mwili wake, kwa sababu kushughulikia imani. Na mwanzo kutengenekea kwa umma huu imani madhubuti, ndio watu walikuwa na imani madhubuti na walipa nyongo dunia.
Lakini mwanzo kuharibika kwa umma huu, basi mipango mirefu na tamaa. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, tujitahidini tutoe muda katika njia ya Allah, tumsaidie bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi ni manaibu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tufanye kazi yake, tusiathirike na walikuwa nayo wengine, kwa sababu hayo walikuwa nayo wengine yote yatakwisha, lakini aliyotuletea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam atabaki, na tutapata manufaa kutokana na hayo aliyotuletea bwana mtume sasa. Kwa lazima tusimame tumuami bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tuyami lile jambo kubwa ambalo Allah alimpa. Hakuna mtume atakayekuja baada yake. Kwa kazi kubwa ya mitume alayhi wasallam ndio ipo katika mabega yetu. Nyinyi ni umma bora, mmetolewa kwa ajili ya watu, na mnaamrisha waliokuwa mema na mnakataza waliokuwa mabaya, na mnamwamini Allah. Shetani amepewa umri mrefu sana, na apumzike tena kupoteza watu. Yeye kila siku anafanya juhudi vipi watu wataacha njia iliyokuwa nzuri, njia iliyonyoka, watapinda wakaingia jahanamu. Na amepewa umri mrefu na ana wafuasi wengi kuliko sisi. Sasa unafikiri juhudi yake kama sisi tusiposimama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukafanya kampeni tukufu yeye ya kumtangaza Allah na wale watu wabaya wakawa watu wazuri, unafikiri shetani yeye juhudi yake analala? Shetani halali. Na wala juhudi ya shetani wala afanye juhudi kubwa ya kupoteza watu. Watu wenyewe washapotea. Mathalan hapa tulipo katika mambo mazuri kama haya, mimi kwa sijawahi kufika, shehe wangu mashaallah, Sheikh Uthman amenialika choo. Nimekuja nimefurahi kusema kweli, mashaallah. Mako moyo una lakini sehemu kama hii ambao moyo unatulia, unapata raha. Wangapi wanakimbilia sehemu kama wasema ngoja twende kwenye busadi tukapate raha. Lakini hawajui maskini raha tunazozipata sisi kwa sababu ile chembe ndogo ya imani tulikuwa nayo. Ndio maana ukisikia mashairi ya bwana mtume unasikia raha. Chembe ndogo ya imani tulikuwa nayo. Ukisikia Qur'an niwape nini mzee wangu? Niwape hichi ndio, hii ndio muhimu hii. Allah. Hapana. Mtamasha wangu nitatafuta anipe kidogo. Shasahau siku nyingi, shasahau. Muda mrefu sikumbuki tena. Hapa na fulani na kukatiza kidogo. Nimepitia komenti zako za zamani. Naam. Kuna komenti moja, mtu mmoja anakuombea dua. Allahumma amin. Kabisa hivi kaacha muziki, kawa sheze, kupa, amdumishe. Atufanye. Allahumma. Na ampishe katika hali ya kuacha hilo. Allahumma. Japo kuna wengine huwa zinashindana. Wengine nasema huyu bwana Mungu wake dhahabu atajai kusikia popote, atafutwe aendelezwe popote alipo. Lakini wengine wanaomba Mungu akudumishe na ushehe. Kwa hiyo nasema wazidi kukuombea kwa sababu kuzishinde zaidi. Tuendelee. Naam. Kwa hiyo sehemu ambayo ina mambo maovu, mambo mabaya, na watu wengi wamejaa. Kwa sababu shetani juhudi yake si juhudi kubwa. Kwa sababu juhudi ya kumpoteza, yani juhudi ya kumpoteza mtu sio juhudi kubwa. Na hiyo juhudi ya kumfanya mtu awe madhubuti, nataka tushirikiane kwa kweli. Sote kwa pamoja kama umma. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam yeye ameeleza fadhila nyingi kuhusiana na kazi ya dawa. Na matunda mengi yanapatikana kutokana na kazi hii. Lakini sasa paka kazi hii maskini ya Mungu paka uchaguliwe. Hivi hivi yani uko na yani paka Allah akuchague. Na kwa sababu ni kazi ya wanaume, mitume alayhi wasallam 124,000 wote wanaume. Ni kazi ambayo muoga hawezi, anaogopa. Mnafiki anakuepa afanye anakula chocho. Ni kazi ya wanaume, na kwa tu ni kazi ambayo ukikaza kweli
Anameka malipo makubwa akhira. Na hakuna ubishi wote. Na unapata siri nyingi kufanya kazi hii. Mtume SAW siku moja katika msafara wake wa kidawa akakutana na mtu mmoja, bedui mmoja, akamwambia unakusudia kwenda wapi? Sasa mimi naenda kwa watu wangu. Sasa kuna kheri vipi, uko tayari? Sema kheri gani? Akasema ushuhudie kwamba hapana pasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na mimi ni mjumbe wake. Akasema nani shahidi wa hayo unayozungumza? Akasema mti ule. Basi ule mti akauamrisha ukaja mpaka ukapasua ardhi, ukaja mpaka mbele, ukashuhudia mara 3. Lakini mtume akusimulia ile siri ile au ile jambo akusimulia, mtume zasema akakausha kimya, akaja kutusimulia sahaba. Umeona nguvu ya dawa, akafanya dawa. Alipofanya dawa yakapatikana mambo makubwa, lakini hakwenda kusimulia. Wala hakuna sehemu yote mtume alosimulia, wala akaambia masahaba wake jamani nimempa mtu dawa, mtu nikauita ukaja, kakausha. Siri kiasi gani? Lakini sahaba kwa sababu alikuwepo hakuweza kuvumilia, akazungumza. Nilikuwa na mtume SAW na bedui tukakutana naye, ndio akasimulia hadithi, tukaipata kwa sahaba, tukaipata kwa mtume mwenyewe. Kwa hata sisi tukiwa katika kazi ya dawa utapata siri nyingi. Siri nyingi kwanza zingine utasahau hata kusimulia. Lakini sisi hatupewi mambo mengi kwa sababu sisi tunasimulia. Mimi nikiyapata tu na kuja kukupeni jamani hivi nimemota mtume kafanya au nimeona jambo fulani hivi. Sasa ile jambo sisi hatupewi siri kwa sababu sisi hatuna nini? Wanaita Kaaba. Nini wanahitaji? Wale Waswahili wanahitaji soko meo bwana jaega. Kaaba wanahitaji Kaaba. Na kuna sasa sisi hatuna, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala hatupi vitu kwa sababu kitu kidogo tunasema. Lau kama sisi tungekuwa na sisi tukipata tunaficha, basi Allah angetupa siri nyingi katika idawa. Kwa alhamdulillah sisi markazi yetu Mchikichini pale. Harakati inaendelea kila Alhamis. Ukija pale, Allahu Akbar. Kwa sababu faida ya kwanza ile amali zinazofanyika, Qur'an, azkar, qiyamul layl, na saa mbalimbali, dawa mbalimbali, yale wale watu wapole, watu watulivu. Wewe unapata athari katika moyo wako na unafanya maamuzi kwenda katika njia ya Allah. Tutakuwa tayari wazee wangu inshallah. Allah atukubali. Karibuni markazi pale Mchikichini. Kila siku Alhamis inshallah tunakutana pale tunafanya fikra kwa pamoja. Jazakumullahu khair.